washiriki zitapata nafasi ya kuonyesha, yani zitapata nafasi ya siku maalum kabisa ya kuonyesha bidhaa zao, kuonyesha utamaduni wao, kuonyesha huduma zao. Lakini pia katika siku hizo pia za kitaifa watakuja wafanyabiashara wao kukutana na wafanyabiashara wetu, itakuwa kwa mtindo wa kama B2B exchange. Yes, kwa tutakuwa tuna hizo program, lakini pia tutakuwa na program ya urithi wetu. Program hii inalenga wanafunzi kutoka shule za sekondari mikoa mbalimbali iliyokuwepo ndani ya Tanzania bara na visiwani. Na lengo la program hii ni kuhamasisha na kurithisha maonyesho yetu ya Sabasaba kwa vizazi na vizazi. Kwa tutakuwa na programu hii maalum katika maonyesho haya Sabasaba. Lakini pia kupitia maonyesho haya Sabasaba tutakuwa na vivutio mbalimbali, vivutio vya wanyama ambao sana tunalenga kuhamasisha utalii wa ndani, lakini pia tutakuwa na vivutio vingine mbalimbali kwa upande wa entertainment. Tutashirikiana na wenzetu kutoka Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tunatarajia pia kuleta kivutio cha entertainment kwa wale watembeleaji wetu. Kwa maonyesho yetu ya mwaka huu tumejiandaa na vivutio vingi sana na vitu vingi sana vipya kwa ajili ya watembeleaji wetu. Turudi nyuma kidogo kwenye umeongea kitu kinaitwa urithi wetu program. Yes. Ni kwa namna gani programu hiyo imeleta impact kwa wanafunzi? Hasa wewe ukiwa kama afisa wa TanTrade, naamini unaweza ukatuelezea kidogo hata kwa sentensi 2-3. Imeleta impact gani kwa wanafunzi? Lakini je, ili mwanafunzi aweze kushiriki kuja kwenye hiyo program hiyo siku ya maonyesho na kuendelea, kuna kiingilio maalum, ni free au ni nini? Sawa, asante sana. Kwanza kabisa programu hii ya urithi wetu imewapa wale wanafunzi exposure. Kama nilivyosema, programu hii inalenga wale wanafunzi wa mikoani. Tukiamini kwamba kwa namna moja au nyingine hawapati fursa moja kwa moja kuja kuona maonyesho ya Sabasaba. Wengi wao wamekuwa wakisikia maonyesho ya Sabasaba, wamekuwa wakisikia neno la Sabasaba, lakini kujua chimbuko la Sabasaba au maonyesho haya yanaadhimishwa wapi kitaifa hawajui. Kwa kupitia programu hii wale wanafunzi wamepata ile exposure. Lakini pia kwenye hii programu ya wanafunzi, wale wanafunzi wakishafika maeneo hapa, tunawapa activities nyingi ikiwepo kuwaunganisha na wale mataasisi. Yes, lakini pia tunawapa exposure kutembelea maeneo ya miradi ya kimkakati kama bandari, kwenye SGR, airport, lakini tunalenga kwamba wale wapate kujifunza na kujua kwamba kuna hii miradi ya kimkakati, lakini pia kujua huduma gani zinatolewa, zinatekelezwa. Kwa kupitia programu hii imewafaidisha wanafunzi wengi, hata wakirudi mashuleni they have a story to tell. Lakini pia wanakuwa wamejifunza TanTrade ni nini, majukumu yake ni nini, na hata pia kwa mashuleni hilo swali huwa linaulizwa, functions za Board of External Trade ambao ni TanTrade. Kwa hiyo kupitia programu hii wanafunzi wanapata kujifunza, lakini pia wanapata exposure. Na kwa umeuliza swali la tunafanyaje kuwapata wanafunzi? Tunashirikiana na tawala za mikoa husika, lakini pia wanafunzi hawa huwa hawaji peke yao, wanaambatana na walimu wao husika ambao ndio wanatusaidia katika kuwasimamia kwenye safari yao. Kwa hiyo kwa wale wanafunzi wengine ambao wanatamani kuja, tunawakaribisha kabisa kuja kwenye maonyesho haya Sabasaba. Lakini sasa ni wale wanafunzi ambao wako kwenye mkoa wa Dar es Salaam au mikoa ya karibu ambao tunafanyia maonyesho yetu, tunawakaribisha waje watembelee maonyesho haya kwa sababu wana vitu vingi sana vya kujifunza. Well, kama mlivyosikia wazazi majumbani, ni jukumu lenu utafuta ni kwa namna gani programu hii ya urithi wetu itakuwa na impact kwa mtoto wako. Kiingilio hiki si cha kukushinda, kumpa mtoto wako kitu kilicho bora zaidi. Afisa, tukiendelea na maswali mengine, maonyesho ya 48 ya mwaka jana kuna kitu kilionekana kinaitwa Made in Tanzania. Je, Made in Tanzania ni nini? Sawa. Made in Tanzania ni slogan ya kuonyesha bidhaa au huduma zilizotengenezwa Tanzania. Kama unavyojua nchi yetu tumebarikiwa vitu vingi sana kwa upande wa bidhaa za kilimo, lakini pia hata kwenye huduma. Kwa hiyo kupitia maonyesho ya mwaka jana tulitumia ile platform kuonyesha bidhaa na huduma gani zinatengenezwa Tanzania, na tulikuwa tuna eneo banda maalum la kuonyesha bidhaa hizo, na tulikuwa tunatumia fursa hiyo kuwaonyesha watembeleaji bidhaa zetu ni zipi, kama kuzifanyia promotion bidhaa zetu. Unajua tuna bidhaa nyingi, lakini sasa ile platform ya kuonyesha sasa what we have, umeona kama sasa maonyesho haya tuna watembeleaji au washiriki kutoka nchi za nje. Kwa kupitia ile Made in Tanzania, lile banda letu, pia tulikuwa tunatumia ile platform na sisi kujinadi kuonyesha kwamba tuna vitu gani. Lakini pia asante kwa hilo swali lako zuri, pia kupitia maonyesho haya tunaendelea na
programu yetu na kampeni yetu ya kunadi bidhaa zetu za Made in Tanzania, na tutakuwa tuna banda la Made in Tanzania. Kwa hiyo tutegemee kutakuwa na kitu kipya au ni vile vile vya mwaka jana? Vitu vipya vingi kabisa. Kama mwaka jana tunasema tulikuwa tuna test, lakini mwaka huu tunaingia fully. Kwa hiyo tuna bidhaa nyingi bora, lakini pia tuna vitu vingi vya kuwaonyesha watu na kuwasimulia watu kwamba Tanzania tumebarikiwa, lakini lazima tuwaonyeshe. Kwa kupitia pia mwaka huu tumejipanga vizuri zaidi. Na kama ilivyo ada, maonyesho ya Sabasaba kunakuwa na watu kutoka mataifa mbalimbali. Kama ulivyosema, nchi takriban 14 zimeshajiunga na tunategemea nyingine nyingi zaidi zitaendelea kujiunga kwa ajili ya kuwepo kwenye maonyesho haya ya Sabasaba. Swala zima la ulinzi lipo katika hatua gani hasa? Yaani ni nini kitafanyika, ama tunaweza kusema kwamba hatua zipi zitachukuliwa kwenye masuala mazima ya usalama wa wageni na washiriki wa maonyesho haya 49 ya Sabasaba mwaka 2025? Sawa, asante sana kwa swali zuri sana. Unajua kwenye maonyesho haya kwa sababu ni ya kitaifa, ulinzi ni priority yetu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo kupitia maonyesho haya kwanza kuna kamati ya kitaifa ya ulinzi na usalama. Na jukumu hili kwa sababu kama nilivyosema ni la kitaifa, sio la TanTrade peke yetu. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na jeshi la polisi, lakini pia na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kuhakikisha kwamba wale wageni wetu kwanza kutoka nje ya nchi wanapata usalama na ulinzi, lakini pia hata wale watembeleaji wetu ambao watakuwa wanatembea katika mabanda mbalimbali wanapata ulinzi na usalama. Lakini pia kwenye viwanja vyetu tuna cameras na hii mifumo mbalimbali ambayo inalenga kabisa katika kuhakikisha usalama wa wale wateja wetu ambao wamekuja kutoka mbali, lakini hata wa ndani ya nchi ambao wanakuja kuonyesha bidhaa zao zenye thamani. Kwa hiyo tunahakikisha sana swala la ulinzi na ni priority yetu ya kwanza. Yes. Ukiwa kama afisa biashara wa TanTrade, TanTrade imeandaa mikakati gani ya kulinda mazingira wakati wa maonyesho? Yes, tuna mikakati mingi sana na asante sana kwa swali zuri sana. Karibu. Maonyesho ya mwaka huu tuna program ya mazingira. Yes. Kama unavyojua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa na hii campaign ya nishati safi, na ni kampeni nzuri ambayo inalenga kutunza mazingira katika vizazi vijavyo, na sisi kama TanTrade tumeona juhudi za Mheshimiwa Rais na sisi tumezipokea. Kwa katika maonyesho haya tutakuwa na hiyo program maalum ya mazingira ambayo tuta create general awareness ya matumizi ya mazingira na kutunza, lakini pia matumizi ya nishati safi. Lakini pia kupitia programu hiyo tutaonyesha tutakuwa na activities mbalimbali kama za kupanda miti, lakini yani tutakuwa na activity nyingi ambazo zinaonyesha ni jinsi gani tunalinda mazingira yetu na tunayatunza mazingira yetu. Lakini pia kwa upande kama wa sisi TanTrade tunazingatia sana swala la usafi wa mazingira katika kipindi cha maonyesho. Na kama umetembelea maonyesho mwaka jana tulikuwa tuna vizimba vya taka kuonyesha kwamba hata mtembeleaji akizunguka ana sehemu yake kuhifadhi taka, basi tunakuwa na zile dustbin ambazo ziko maeneo mbalimbali kwenye uwanja wetu. Kwa hiyo tunazingatia sana swala la usafi na mazingira kwa ujumla. Yes. Asante. Muda unapozidi kwenda orodha yetu ya maswali inazidi kupungua, na tumebakiza kitu kimoja tu tunachotamani kumuuliza afisa biashara wa TanTrade, na baada ya hapo tutahitimisha kipindi chetu. Ningependa kukuuliza ujumbe wako ni upi hasa kwa Watanzania kuhusu kushiriki au kutembelea maonyesho ya Sabasaba 2025? Kwanza kabisa tunawakaribisha Watanzania wote kushiriki maonyesho haya na kutembelea maonyesho haya. Sabasaba is the only platform kubwa ambayo inakupa fursa nyingi za kuonyesha bidhaa yako, kununua bidhaa, lakini pia na kujifunza. Kwa tunawahamasisha na tunawakaribisha kushiriki maonyesho haya. Lakini kama mwanzoni tulivyoelezea, Sabasaba mwaka huu ni ya kidigitali. Hatutakuwa na foleni. Unachohitaji ni kukata tiketi yako kwa njia ya mtandao wa simu. Ukija pale getini, una scan na kuingia. Na tumeandaa vitu vingi sana, tumeviboresha kwa ajili ya hao watembeleaji wetu. Kwa hiyo tunawakaribisha wengi wajitokeze kwa ajili ya kutembelea maonyesho yetu haya. Na una lipi la kuambia wakina mama? Ukiangalia Tanzania kwa sasa inaongozwa na mama, mama akiwa kama ni mfano katika familia, katika jamii. Una nini cha kuambia wanawake hasa kwenye maonyesho ya 49 mwaka huu? Mimi napenda kuhamasisha kuchangamkia fursa za biashara. Kama tunavyosema hivi, tunayo maonyesho. Tunatakiwa tutumie fursa hiyo kuja kuleta bidhaa zetu, lakini pia kufanya biashara, kwa sababu maonyesho haya kama ninavyosema inawapa nafasi ya kukutana na wateja wao wapya au wafanya biashara au kujifunza.
Kwa mimi nawahamasisha wachangamkie fursa ya maonyesho haya ya 4977 katika kufanya biashara, lakini pia nakuja kujifunza. Yes. Tumefika mwisho kabisa wa mahojiano yetu tukiwa na afisa biashara kutoka Tantrade, Miss Zaituni Ramadhani. Tunakushukuru sana kwa muda wako. Tunategemea kuendelea kujifunza mengi zaidi, na kadri tutakapopata maswali mengi zaidi tutakualika katika kipindi chetu uendelee kutufafanulia na kutudadavulia. Nashukuru, asante sana. Ulikuwa na mimi Yasinta Evod, tukutane tena wakati mwingine. Asante.